بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea bado na risala ya usulu thalatha, na mwanzo kabisa tulipatiana utangulizi ya kuwa kitabu inagawanyika sehemu tano, na sehemu ya kwanza ilikuwa ni 4 masail, kisha sehemu ya pili ilikuwa ni almasail athalath, kisha sehemu ya tatu ilikuwa inazungumzia ahamiyatu tauhid, na hapa ndio tulikuwa tumesimamia. Kwa hivyo tutakumbushana zile masail al-4 kwanza, kisha tukumbushane al-masail al-thalath na ile ambayo tumezungumzia ahamiyatu tauhid, kisha tuanze risala sehemu ya 4 ambayo ni al-usul al-thalath. Kwa hivyo kwanza kabisa al-masail al-4, nani watatukumbusha zile masala 4 za kwanza? ما هي المسائل ال4؟ نعم. اولا العلم، يا بيلي الصبر يأنه سيو الصبر يأنه. نعم. العمل به، يعني العلم ناكيشا يا بيلي ni العمل به. يا تاتو الدعوة إليه. أحسنت. الدعوة إليه na ya 4 ni ile umesema. Ulisema gani? الصبر sio? Hizo 4 sasa. Kwa hivyo tuko na al-ilm, hizi ndio masail al-4 ambayo ilitangulia: al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilayhi na as-sabru 'ala al-adha fi. Hizi masala 4. Tulisema al-ilmu inazungumzia vitu vitatu. Naam, chini ya ilmu kulikuwa na mambo matatu. Naam, zile tatu ziko chini ya ilmu. Naam, ma'rifatullah. Naam, maarifatu nabiyyi, maarifatu dini al-islami bil adilla. Kwa hivyo chini ya ilmu kuna hizi masala tatu. Unatakana kujua nini? Kitu ya kwanza unatakana kumjua ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala jalla wa ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Kwa hivyo hii ndio chini ya ilmu. Hizi masala 4 dalili yake ni nini? Masala 4 hizi dalili yake ni nini? Suratul Asr. Ahsant. Masala 4 hizi dalili yake ni suratul Asr. Tayeb, ya kwanza tulikuwa tumesema ni al-ilmu. Dalili ya al-ilmu iko wapi katika suratul Asr? Illa alladhina amanu. Ahsant. Illa alladhina amanu ndio dalili ya nini? Dalili ya ilmu. Dalili ya ilmu. Tayeb, ni dalili ya ilmu sahih, lakini hapa imetajwa iman, na hapa tunazungumzia al-amal. Mal jawab? Naam. Ahsant. Al-ilm la yati, al-iman la yati illa ba'da al-ilm, kwa sababu kitu ambayo umejua, umeelewa, ndio unaamini. Uwezi fata kitu ambayo kwamba hujui. Naam. Kwa hivyo al-ilm, al-iman ni thamara min thamarati al-ilm, natija min nataiji al-ilm. Ndio maana ikawa hiyo ni dalili yake, illa alladhina amanu. Kisha zile zingine vile zimefatana tu, amilu salihat ni al-amal, wa tawasaw bil haqq ni maana yake ni kuamrisha, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ambayo ndio da'wa ilayhi, na kisha as-sabru 'ala al-adha fi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Hizi ni masala zile al-masail al-4. Kwa hivyo tumemaliza masail al-4 kwa ufupi, kisha tunaenda katika al-masail al-thalath. Zile masail al-thalath nani atatukumbusha ya kwanza? Naam. Ya kwanza, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sio? Naam, bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar. Hii ndio ilikuwa masala ya kwanza. Kwa ufupi masala hii inamaanisha nini? Ni kuwa anna Allah khalaqana wa razaqana, Allah ametuumba na akaturuzuku, na hakutuacha bila kutuamrisha wala kutukataza. Yani ilikuwa hakutuacha tu
bila kuamrishwa wala kukatazwa, bali alituamrisha. Sawa, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haq ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Yani je, mwanadamu anadhani tu atawachwa bila kuamrishwa wala kukatazwa? Abadan, fata'ala Allahu al-malikul haq. Allah ametukuka na hilo jambo la kuwa kuamrisha kuwaumba alafu asiwe ni mwenye kuwakataza wala kuamrisha. Fata'ala Allahu al-malikul haq. Idhan hii ndio masala ya kwanza, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan. Allah ametutumia nini? Mitume. Faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asa dakhala an-nar, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Wakasema qalu wa man ya'ba ya rasulullah, nani atakataa kuingia janna? Akasema man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Kwa hivyo hii ndio dalil, na dalili ambayo Sheikh alitaja fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhna inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadhnahu akhdan wabila. Maana yake Fir'aun alitumiwa Musa alayhi salatu wassalam na kamuasi. Alipomuasi Allah akamchukua fa'akhadhnahu akhdan wabila, yani adhabahu adhaban shadida, akawa ni mwenye kumwadhibu. Kwa hivyo hii ni mas'alatul ula katika almasail athalath. Mas'ala ya pili katika mas'ala ya pili anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kushirikishwa na yoyote katika waja wake, yoyote awe atakayekuwa, awe na daraja alia vipi, awe na daraja ya juu kabisa, cheo cha juu kabisa, kama vile malakun muqarrab au nabiyyun mursal. Ikiwa Allah haridhi kushirikishwa na malaika kama Jibril alayhi salatu wassalam, ambaye ndio aqrabul malaika, ni afdalul malaika, kwa sababu yeye ndio yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Allah hataki kushirikishwa mfano na kama Jibril, wala hataki kushirikishwa na mitume kama afdalur rusul Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hataki kushirikishwa naye. Je, atakubali kushirikishwa na wengine? Abadan. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, lazima kuwe na mambo mawili, an-nafyu wal ithbat katika tauhid. An-nafi ambaye ni la ilaha, na ithbat ambaye ni illa Allah. Maana yake ni kujiweka mbali na shirk na ushirikina na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo la budda min an-nafi wal ithbat ndio tauhid iwe thabit. Kwa hivyo anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. المسألة الثالثة يا تاتو أن من أطاع الله ووحد أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Hii ndio ya tatu. Ikiwa mtu atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala na amemtii mtume alayhi salatu wassalam, amemfuata Allah, wahada Allah wa ataa rasula, la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasula. Hatakikani kuwa ni mwenye kupenda wa shirk wala ahli shirk, maadama yeye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na amempenda mtume alayhi salatu wassalam na akamsikiza mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo yeye hatakikani kuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mwenye kupenda shirk wala washirikina, kama ilivyokuja katika aya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kana walau kanu aba'ahum au abna'ahum ila akhir al-aya. Kwa hivyo ni paka hapa tutakuwa tumemaliza al-masail ath-thalath. Tumemaliza paka nini? Al-masail ath-thalath. ثم انتقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى أهمية التوحيد. ماذا قال؟ اعلم أرشدك الله لطاعتي
anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu ila akhiri ma dhakar. Kwa hivyo hapa katika hii part amezungumzia umuhimu wa tauhid, umuhimu wa tauhid, na ilikuwa darasa iliyotangulia. Kwa hivyo ilikuwa ni umuhimu wa tauhid, na akazungumzia baada dhalika a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, kitu kikubwa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni tauhid, wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk, na kitu kikubwa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekikataza ni ash-shirk. Nafikiri tumeishia mpaka hapo, na leo insha Allah, kwa hivyo darasa ya leo ni Sheikh baada dhalika qal fa idha qila laka ma hiya al-usul ath-thalatha التي تجب معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Baada ya hiyo mukaddima Sheikh amesema idha qila lak, sasa ukiulizwa mal usulu thalatha au ma hiya al usulu thalatha, hizi usulu thalatha yani misingi, hizi misingi tatu ambazo ni muhimu, yani principle tatu ambazo kwamba ni muhimu, ni zipi hizi? Ma hiya al usul al-thalatha allati tajibu ma'rifatuha, ambaye ni lazima kwa kila muislamu kujua ni zipi. Qala mujiban rahimahullah faqul, anakuambia faqul ma'rifatul abdi rabbah, ni kumjua Mola wake jalla wa ala, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul ma'rifatul abdi rabbah, ni mja kumjua Mola wake, ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu, na kujua dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, na kumjua mtume alayhi salatu wassalam. Ndugu Muislam, unaweza jiuliza ni kwa nini Sheikh ataje haya maswali matatu ama hizi masala tatu? Kwa nini Sheikh azizungumzie al-usulu thalatha? Kwa sababu ya umuhimu wake. Maswali haya mtu anapofariki, yani hii ndio msingi yani ya Uislamu. Kwanza kabisa kumjua Allah na kujua dini yake na kumjua mtume wake alayhi salatu wassalam. Na maswali matatu haya ndio yale man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Na mtu anapofariki anasema innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa suwiya alayhi turab wa insarafa anhu an-nas rajina ila ahlihim ja'ahu malakani fil qabr, yakuwa mja amefariki akawa ni mwenye kuzikwa, kwa sababu tunajua kila moja atarudi kwenye mchanga, kama alivyosema jalla wa ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, tumewaumba kutoka kwenye hii ardhi, kwenye hii mchanga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, na tutawarudisha hapo. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na tutawatoa mara nyingine tena, watakuwa ni wenye kufufuliwa. Na wale ambao waliodai ya kuwa hawatafufuliwa, yakulu jalla wa ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Idhan ndio maana ni katika kuamini al-imanu bil yawm al-akhir, na insha Allah itakuja katika sehemu ya arkan al-iman. Kwa hivyo mtu anapowekwa katika kaburi na watu wakaondoka, yani akasawazishiwa ile mchanga, alafu watu wakawa ni wenye kuondoka, kila mmoja anarudi penye ametoka, jaahu malakani fil qabri, atakuwa ni mwenye kujiwa na malaika wawili pale. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yahya hayatan barzakhiyya, atarudishiwa roho yake. Na huyu mtu akisharudishiwa roho yake atakuwa na uhai, lakini ile hayat ambayo kwamba atakuwa nayo pale ni tofauti na hayat ambayo kwamba ulikuwa nayo hapa duniani.
Na Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo wa suratul Baqara aliposema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, akasema nini? Alladhina yu'minuna bilghaibi. Haya mambo hayaendi na akili, kwa sababu ukijaribu kufukua ile kaburi hautapata chochote. Naam, hautaona malaika, wala ukiona hata kama yule anaadhibiwa ama yuko katika raha ama, hautaona chochote. Lakini haya unaamini kwa sababu umeambiwa na Mtume alayhi salatu wassalam, na imekuja katika sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, na imekuja katika Qur'ani ayat kadha zimeashiria mas'ala ya adhabul qabri au naimul qabri, kama qala jalla wa ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Allah ameeleza an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wanaadhibiwa usiku, wanaadhibiwa usubuhi na jioni. Yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, kisha wa yawma taqumu saa, siku kiyama itasimama, wataambiwa adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Kwa hivyo ni masala ambayo kwamba masala ya adhabul qabr na naimul qabr ni vitu ambazo kwamba ni mutawatir, ni ahadithi ambazo ni mutawatira. Kwa hivyo muislamu anatakikana kuamini. Akasema Sheikh baada dhalik, huyu mtu anarudishiwa uhai na akawa na hayat, lakini hii hayat ni hayat barzakhia. Hauwezi jua hii hayat iko vipi. Hii hayat utaijua tu wakati ambayo utafika kule, kwa sababu ni masala ya ghaib. Naam, akasema baada dhalik jaahu malakan fi qabri fatu'adu ruhuhu fi jasadi wa yahya hayatan barzakhiyatan laysat hayatan mithla hayati dunya. Kisha akasema hayatun Allahu a'lamu biha, hii hayat ambayo kwamba iko ndani pale kwenye kaburi ni Allah peke yake ndio anajua, kwa sababu ni mambo ya ghaib. Naam, fala yudhihiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Kwa hivyo masala ya ghaib ni masala ambayo kwamba ni khasa lillahi subhanahu wa ta'ala, billahi subhanahu wa ta'ala. Idhan akasema fayujlisanihi, huyu mtu ambaye yuko ndani ya kaburi anakalishwa. Fayujlisanihi fi qabri fayaqulani lahu man rabbuk ma dinuk man nabiyyuk. Anaulizwa maswali haya, amekalishwa. Sasa wewe ukijaribu kujiuliza, okay, ashakalishwa, bona asitoke hapo? Kwa sababu masala ya duniani ishakuisha. Masala alhayat huna ni hayat ambayo kwamba ni tofauti kabisa. Hii ni hayat barzakhia, na hayat barzakhia ni hayat ambayo kwamba iko katikati ya hayatu dunia na hayat al-akhirah, ambayo ndio nihaya ya kuingia aljanna au an-nar. Naam, idhan anasema akawa ni mwenye kukalishwa. Fayakulani lahu, ataulizwa man rabbuk ma dinuk man nabiyyuk. Yarhamkallah. Kwa hivyo anaulizwa maswali haya matatu. Akishaulizwa haya maswali matatu, fayaqulu almu'min rabbi Allah wa dini alislam wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabii. Atakuwa ni mwenye kujibu, atasema dini yangu ni dini ya Uislamu, na mola wangu ni Allah, na dini yangu ni Uislamu, na atasema mtume wangu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayuqalu lahu kaifa araft, ulimjua vipi? Atasema qara'tu kitab Allah fadaraitu wa araft, nilisoma kitabu cha Allah ndio maana nimemjua Allah subhanahu wa ta'ala, nimemjua mtume wangu, nimejua dini yangu, na nimemjua mtume wangu alayhi salatu wassalam. Idhan maana dhalika, kama kuna taksir, inatakikana muislamu kujifunza mambo haya, ili kwa sababu Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wale ambao kwamba Allah atawapatia thabat, yani katika akhirah, katika kujibu maswali haya, ni wale ambao kwamba walikuwa na thabat bila ilaha illa Allah, ni wale ambao kwamba istamsaku bila ilaha illa Allah, wale ambao wameshikamana na la ilaha illa Allah hapa duniani,
na waamilu bimuqtadaha, na wakaifanyia kazi hii la ilaha illa Allah, hawa ndio Mwenyezi Mungu atawapatia thabat katika kujibu haya maswali matatu. Atakapoulizwa man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, ataweza kujibu kwa sababu alikuwa akiishi nayo hapa duniani na akifanyia kazi la ilaha illa Allah, na akifanyia kazi dini ya Uislamu, na akimuheshimu Mtume alayhi salatu wassalam, akimfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo mtu akiwa katika hiyo hali biidhnillah subhanahu wa ta'ala atakuwa na thabat na ataweza kujibu maswali haya. Anasema Sheikh baada dhalik, huyu mtu atakaposema hivyo anasema fayunadi munadin, ataita mwenye kuita na akasema an sadaqa abdi faafrishuhu min aljannati waftahu lahu baban min aljanna yuwassa'u lahu fi qabrihi madd albasar fayatihi min rihi aljannati wa rawhiha fayanzuru ila maskanihi fil janna fayaqulu ya rabbi aqim as-sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali nas'alu Allah an yaj'alana minhum. Kwa hivyo huyu mtu ni yule ambaye kwamba ni mu'min, amejibu maswali haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa itanadiwa, ya kuwa atasema Allah ya kuwa mnadi ataita, na atasema ya kuwa Allah anamwambia ya kuwa huyu mja wangu amesema ukweli, sadaqa abdi. Kisha atatandaziwa fafrishu lahu, atatandaziwa kutoka janna, yani waftahu lahu baban min aljanna, na atafunguliwa mlango wa janna. Lakini ndio kama tulivyotanguliza, ni masala ya ghaib. Wewe ukifungua pale hautapata chochote, lakini ni lazima uamini, kwa sababu maneno haya yametoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ametueleza. Kwa hivyo atafunguliwa milango ya janna na atakuwa anapata harufu ya janna na ananeemeka huyu mtu katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuwassa'u lahu fi qabri, na kaburi lake linakuwa linenye kupanuka kabisa. Maddal basar ni kiwango ambaye mtu akikaa akiangalia mpaka mwisho penye nadhari inaishia, penye mtazamo wako yani ukiangalia penye macho yako yataishia. Kwa hivyo inamaanisha itakuwa ni pana zaidi hiyo kabri. Naam, fayatihi min rihil janna, na hapo anapata harufu ya janna vizuri, anapata upepo kutoka janna, na anapata neema kutoka janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha na ataona makao yake katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha atasema fayaqulu ya rabbi aqimis saa, ewe Allah simamisha saa sasa, yani wacha sasa ifike nini, kiyama, simamisha kiyama. Kwa sababu gani? Anasema hatta arji'a ila ahli wa mali, mimi nirudi kwa watu wangu na nirudi katika mali yangu. Maana yake anaona penye anaelekea. Huyu ni mtu mzuri ambaye kwamba amejibu maswali yale. Lakini kinyume ya haya ni kuwa wa amma almurtabu alladhi aasha ala riba, naam, au ala raibi wa shak, huyu mtu ambaye kwamba aliishi katika shaka, kwa sababu innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu. Al-iman katika shurutu la ilaha illa Allah ni al-yaqin al-munafi lishak, ni yaqin ambaye kwamba kinyume yake ni shaka. Kwa hivyo muislamu hafai kudoubt ama kuwa na shaka katika imani yake katika Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kisha hawaja kuwa na shaka, wamemwamini Allah, amanu billahi wa rasuli, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kisha hawana shaka na hayo, thumma lam yartabu. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa na shaka hapa duniani, anadhani ya kuwa anajiuliza labda hii dini ya Uislamu ni dini ya haki kweli Mwenyezi Mungu, yani anajiuliza maswali ambayo kwamba hayana msingi, basi huyu mtu ashak au ama ni mtu ambaye kwamba ni munafik. Huyu ndio atakuwa katika hii hali ambaye Sheikh ataeleza. Anasema amma almurtab, yani ashak, yule mwenye alikuwa na shaka
na hakukuwa na yaqeen, kwa sababu imani inataka yaqeen, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo tumetangulia kusoma, akasema thumma lam yartabu, hawajakuwa na shaka katika imani yao. Kwa hivyo watu kama huyu mtu ambaye atakuwa na shaka, wa in kana yad'i alislam, ikiwa huyu mtu alikuwa na shaka katika imani yake, hata kama atadai Uislamu, Sheikh anasema ya kuwa wa in kana indahu shukuk, idha kana indahu shukuk wa indahu raibun fi dinillah kalmunafiq fa innahu yatalajlaj fa idha qalu lahu man rabbuk yaqulu la adri wa idha qalu ma dinuk yaqulu la adri fa idha qila man nabiyyuk yaqulu la adri ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Kwa hivyo huyu atashindwa kujibu, na atakuwa akiulizwa maswali haya, man rabbuk, ma dinuk, atashindwa kujibu, atasema la adri, sijui. Kisha atasema nilisikia watu wakisema hivi, faqult, nilisikia watu wakisema na mimi nikasema. Kwa hivyo hii inaonesha ya kuwa Muislamu anatakikana kukuwa na yaqeen katika dini yake na kujifunza mambo ya Uislamu na misingi ya Uislamu, ili asiwe na shaka, ili asije akaingia katika hali kama hii. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hivyo hapa akawa ni huyu mtu ambaye kwamba amekuwa katika hii hali, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha malaika wawe ni wenye kumpiga baada dhalika, na atakuwa anasema Sheikh baada dhalika kuendeleza, anasema annahu yani annahu fi dunya yaqulu ma yaquluhu an-nas min ghairi imanin wal iyad billah. Atakuwa tu alikuwa anasema tu kama vile watu wengine wanasema, na hana imani yaqeen katika haya ambayo alikuwa anasema. Na huyu ni munafiq alladhi adhhara al-islam wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbi, na huyu ni munafiq ambaye kwamba alikuwa anadhihirisha Uislamu lakini hakikatan yeye si Muislamu. Na anasema alikuwa anasema rabbi Allah, yani fi dunya, na yeye haamini. Kwa hivyo na anasema labda dini ya Islam, na yeye haamini mambo haya yote. Kwa hivyo huyu mtu atakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Naam, atakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Fayudrabu bimirzabatin min hadid yasihu minha sayhatan law sami'ahu thaqalan la su'iqu. Anasema ya kuwa huyu mtu ambaye ameshindwa kujibu maswali haya atapigwa kipigo ambaye kwamba atapiga kelele. Anasema ya kuwa lau majini na wanadamu wangesikia ukelele ya huyu, basi angekuwa ni mtu anazimia kabisa, ama labda atakuwa ni sababu ya yeye kufariki. La su'iqu, ima azimie na huenda ikamsababisha mpaka akawa ni mwenye kufariki. Yasma'uha kullu shay'in, kila kitu inakuwa ni mwenye kusikia hiyo sauti, illa al-insan, isipokuwa wanadamu na majini. Naam, illa al-insan law sami'ahu la sa'iq, yani mwanadamu angesikia. Sheikh anasema huyu mtu anasema lamata min al-hawl, angeweza kuwa ni mwenye kufariki kwa sababu ya hofu na washiddatul mawqif. Idhan wayudayyiqu alayhi, sasa ni opposite ya yule tumesema wayuwassa lahu fi qabrihi madda al-basar, na huyu anakuwa ni mwenye wayudayyiqu alayhi fi qabri hatta takhtalifa adla'u. Huyu mtu anakuwa ni mwenye kufinywa katika kaburi mpaka hizi mbavu zake ziwe ni zenye kupitana. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hivyo wayuftahu lahu babun ila an-nar, kisha huyu mtu anakuwa ni mwenye kufunguliwa mlango wa jahannam. Naam, fayatihi min samumiha wa harriha, anapata hewa joto kabisa, na joto ile kutoka ambayo kwamba inatoka katika jahannam. Fayaqulu ya rabbi la tuqimis saa, atasema ya Allah usisimamishe saa, kwa sababu anaona jahannam anakoelekea. Hadhihi aishatuhu wa halatuhu, huyu mtu atabaki katika hii hali fil qabri wal iyad billah. Kwa hivyo
hii ndio hali ya mtu ambaye kwamba atashindwa kujibu maswali haya. Kwa hivyo nimetaka kuwasomea hii maneno ambayo kwamba Sheikh hapa ameandika, na nimesoma kutoka kwa sharh ya Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah. Labda mtu akitaka kurudia atakuwa ni mwenye kurudia katika hiki kitabu, na ili tujue umuhimu ya haya maswali matatu, ili Muislamu aweze kuishi katika dini yake, aweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake alayhi salatu wassalam, na kujua dini yake ya Kiislamu. Kwa hivyo inshallah tutasimamia hapa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na inshallah nafikiri wiki ijayo itakuwa ni wakati wa Eid, kwa hivyo tutaakhirisha dars mpaka hiyo wiki ambayo itafuatia, Mwenyezi Mungu akitufikisha huko. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.